Yeye aliomba tu kitu kimoja, nipe kujua namna ya kuweza tu kuwaongoza hawa watu. Katika somo la msingi tunaona mamlaka pale, ambayo ndiyo haya unakuwa kiongozi, sijui unakuwa nani. Mama Sulemani alikuwa mfalme. Alipoona kazi ile ina ugumu, akafikiri atafanyaje. Watu wale aliopewa kuwaongoza ni wengi, miongoni mwao wana ufahamu mkubwa, wamesoma, miongoni mwao ni matajiri na ni watu wengi. Mungu alipomtokea Sulemani aombe kile anachokitaka, alifikiri kitu kimoja tu, naomba unipe ufahamu namna ya kuweza kuwasimamia hawa watu. Na Sulemani alirudi kwenye historia ya baba yake, akamwambia Mungu, tazama, umefanya haya na haya na haya na haya kwa baba yangu, sasa umeniweka mimi kuwa badala yake. Hili jambo ni kubwa, nipe kujua namna ya kuweza kuwaongoza watu hawa. Hilo tu. Sasa angalia majibu ya Mungu. Mungu anajibu kwa kumshangaa. Anasema, mimi sijawahi kukutana na mtu wa aina hii. Yaani mimi nimekuruhusu uombe kila unachotaka. Mungu alitazamia ataomba vitu vingi. Si ajabu Mungu alikuwa yuko tayari tu kumfanyia, kwa sababu sasa nimruhusu yeye mwenyewe aombe. Lakini alimshangaa Sulemani, na mpaka akasema, mimi nilitaraji utaomba hiki. Yaani umeomba tu ujue namna ya kuongoza hawa. Wajibu ndiyo. Sawa. Sasa hiki ulichokiomba nimekupa. Sasa na kuongezea na vile ambavyo hujaomba wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo maombi mazuri yanayotakiwa. Wala huhitaji kutumia nguvu nyingi za kumwomba Mungu. Moja tu inatosha, afu Mungu mwenyewe si anajua kwamba wewe unahitaji hiki. Yeye anataka kuona unamtambuaje, unamjuaje Mungu. Pointi moja tu aliyoiomba ilifanikisha kupata zaidi ya vile ambavyo ameomba. Sulemani akawa ni tajiri. Unafikiri ule utajiri baadaye aliutumia kwa kuibomoa kazi ya Mungu? Maana anamjua Mungu, anamjua aliyempa vitu vile. Ndiyo maana wakati mwingine, kwa sababu wewe mali ulionayo sio mali ya halali, unaileta kwenye kazi ya Mungu kwa njia ya kuharibu. Aidha unaona watu waende wakaharibu kazi ya Mungu kwa sababu ya fedha zako, kutafuta utukufu wako tu, kutafuta umaarufu kwa malengo yako ambayo ni ya kibinafsi, utukuzwe tu, mali yako inaisha, yaani unaimalizwa kwa ajili ya kuharibu kazi ya Mungu. Unalitesa kanisa la Mungu kwa mali zako, kwa madaraka yako. Watu wa Mungu wanatangatanga. Mnamkumbuka Sauli alitumia maeneo yote hayo matatu niliyoyataja, tuliyoyapata kwenye somo la msingi. Alitumia hayo. Anaenda kwa wakuu wa makuhani wenye madaraka, si ndio? Anaenda kuomba kibali ili aweze kuliharibu kanisa, alitese kanisa, awaue watu wa Mungu. Kibali kinatoka kwa makuhani. Makuhani ni watumishi wa Mungu, ujue. Walikuwa watumishi
watumishi wa Mungu. Lakini angalia kilichofanyika. Sasa ukisoma habari hii unashangaa, hawa kweli walikuwa watumishi wa Mungu? Madaraka wakayatumia kwa kujisifu wao, kwa kuyatumia vibaya, hatimaye kanisa la Mungu likateswa. Huyu Sauli ambaye baadaye ndiye huyu Paulo tunayemsoma katika nyaraka zake, ukisoma unaona kasi ile ambayo aliifanya, nguvu zile nyingi, akili za kila aina, kulitesa kanisa la Bwana. Ndiyo kasi ile ile aliyoitumia baada ya kubadilishwa na Yesu Kristo kuwa mtumishi wa Mungu. Katika nyaraka zake zinaeleza kwamba yeye mwenyewe anajieleza amekuwa mtume kuwazidi mitume ambao walikuwa pamoja na Yesu kwa kazi aliyoifanya. Maana yake Yesu alimbadilisha, alipombadilisha akamtumia vile vile alivyokuwa anatumika kulitesa kanisa. Katumia nguvu nyingi na yeye akateswa, akapigwa, akafungwa, vyote alivipitia. Mungu alimuonjesha kwamba ulifanya hivi, hebu pitia hivi, hebu na wewe onja. Kama utafurahi uone kama utafurahi. Kama utaona uchungu, ndivyo walivyokuwa wanaona uchungu wale ambao ulikuwa unawatesa. Lakini kwa sababu alimfanya kuwa mtumishi wake, kazi aliyoifanya ilikuwa ni ya kazi kubwa ya kuwaleta watu kwa Yesu. Hadi tunamsoma leo, nyaraka zake zinamueleza kwamba amekuwa mtume kushinda mitume wote ambao walikuwa pamoja na Yesu. Maana yeye hakuwa mtume wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe.